tukutane, tupate kumsifu, kumwabudu na pia tupate kati yetu kupigia asante pamoja, mshukuru Mungu pamoja kama eklesia. Ndio maana tunamshukuru Mungu kwa siku ya leo, anatuwezesha siku ya leo, siku kuu ya Mtakatifu Andrea, msimamizi wa parokia, na pia kwa kuanza wakati bora ya majilio wote pamoja. Ndio maana tunampigia asanti kwa mema anatutendea muda ya mwaka mzima. Nasema asante sana kwake. Shukrani ya pili ni kwa mapadri na waongozi wengine wote wa laiki, washiriki wao wanajikaza kuongoza parokia ili kila mtu apate kushuhudia imani yake, kukamilika katika imani, wanatimiza yale kazi. Tunasema asante sana, Mungu azidi kubarikia kazi yao. Ya tatu, tunawashukuru pia nyinyi wote wa Kristo waamini kwa imani yenu mnayaonyesha katika matendo, kama vile Mtakatifu Yakobo amesema, onyesha imani yako na mimi nitaonyesha imani yangu na matendo. Ukitenda itakuwa vema, kwa kuwa mnazidi kukomelesha parokia mpya. Siku kwa siku mnakomaa, kwa kuwa mnatoa kitume chenu kuna huko, mnapewa pia mafundisho ya mapadri na sakramento mbalimbali. Ndio maana polepole mmeanza kukomaa. Basi asante sana, muzidi kufanya vile, na Mungu pia atafurahi kuwaona mnakomaa, mnakomelesha parokia. Itakuwa vema sana kwa wengine wote. Basi asante sana. Asante pia kwa majengo mbalimbali. Leo tutabarikia pango la Mama Bikira Maria. Tunatumaini kama mwaka kesho tunapofika itakuwa kubarikia nyumba ya Mungu ya huko kwa Chombe. Ni nyinyi tu kama mnajikaza, mnatoa kwa ukarimu, itapanda haraka. Ni nyinyi mnaweza kutuomba tufike hapa ili tupate kubarikia, na hivi watu wa Chomia wapate kila mara kusali katika kanisa mpya na kubwa. Amen. Basi kwa ukarimu wenu kwa Mungu tunasema asante, tunawapatia moyo kuzidi. Unapojenga unaonyesha pale imani yenu, kwa kuwa kama wewe unayo imani utaonyesha katika matendo. Unapotenda, unapotoa kwa ukarimu, mara hapo unaonyesha imani yako kwa Mungu na kwa wengine. Basi tunasema muwe na moyo kuzidi kulijenga na kulimaliza, itakuwa vema sana. Jambo lingine ni nini? Kuzidi kukomaa katika imani. Kama kweli tunafanya nini? Tunazidi kusali, tunazidi kukomaa kiroho, itakuwa vema sana.
ikiwa tunakamata mapokezi mbalimbali ya Eklezia Katolika, kwa sababu nyinyi mnasongwa huko na huko na dini zingine mbalimbali wasio dini Katolika. Ndio maana mnapopanda muwe na uangalifu, kuangalia mnakomaa ndio, lakini mnashika kweli mapokezi ya Eklezia Katolika takatifu jinsi Roma anaomba sisi tuzidi kulifanya. Shete tuone umbalimbali kati yenu mnaposali, mnapomsifu Mungu, mnapoishi kati yenu. Shete watu watambue umbalimbali kati yenu na Wakristo wengine. Kusema utendaji yenu lipatane na Eklezia yenu takatifu. Ndio maana tunasema mzidi kukomaa, mzidi kukomaa. Kama mwaka huu wanasema ni mwaka takatifu ya matumaini, tunahitaji kweli kweli kutenda mambo yote tukiangalia Mungu anasema nini, Eklezia anazidi kusema nini, ili tukomae. Tuwe na hali yetu ya upekee mbele ya watu, namna ya kusali, wimbo na mbalimbali, kupata sakramenti. Yafaa kulionyesha katika mwendo wenu. Basi tunasema asante sana kwa yote mnazidi kutenda, mnazidi kukubali mabadiliko huko na huko. Tunasema asante. Mungu azidi kuwabarikia katika majitoleo yenu na kujikatalia huko na huko, kwa sababu imani inaonekana waziwazi katika maneno na matendo. Kama kweli kuna ukamilifu, wakati huu imani inakomaa. Itakuwa vema sana kuwasaidia watu wengine pia kuongoka. Lakini kama hakuna mifano mbalimbali kwa maneno na matendo yetu pale, kumbe tunapotea kabisa. Ndio maana tushughulike sana tukiangalia nini? Tukiangalia sala, sakramenta na mapendano kati yetu, itakuwa vema sana, vema sana. Na ya mwisho tunasema ni nini? Tusiache mtu atudanganye na kubaki pasipo kufuata, kuiga mfano ya msimamizi. Kila parokia inayo msimamizi katika matendo mbalimbali na mifano mbalimbali. Ndio maana mfuate mfano ya msimamizi wenu Mtakatifu Andrea. Huyu ni mtume, huyu anatimiza kitume chake mpaka mwisho. Ya pili, amerudi kwa Mungu akiwa mfiadini. Wewe Mkristo wa Kasenyi-Chombe, utarudi mbinguni kwa njia gani? Ujiulize. Ama siku utakufa watakuzika pale, unabakia tu pale ndani ya kaburi pale. Unahitaji, kwa sababu kufa ni njia iendako mbinguni. Unapofariki unajua ya kwamba utapewa nini? Hukumu mbalimbali kadiri ya maisha yako hapa duniani.